akubariki ewe Zara, Mungu akubariki ewe Zara, ewe Zara, ewe Zara, ewe Zara, ewe Zara, Mungu akubariki ewe Zara. Allahu Akbar. Nikiangu achia hapo, achia hapo, achia hapo. Wacha nikalete dufi. Nenda kuleta dufi, nenda kuleta dufi baba. Esse telefone é uma magaída para business partners. Wanataka kufanya business nzuri sana. Yaani tu kwa kile mtu tunajua hivi tunajua mzeni business. Tufanye kazi pamoja. Kupitia business tu. Ndio naisema mpira frame. Rego mzima sio gukora. Rero kubyumva. Bacisha mukagene ukanywa amata ngunga atwaje. Ukanywa soda ngibi bibondanya iyo mbere imisi yo kuba. Amarero bijya simere ngawa gutira muri fridge. Ari umuntu yagiye gutira. Egwa. Gutira muri fridge yarani. Agira mu rugo ndakusiza. Ibiriti. Akasema vya huko akaenda vya huko hebu ndio hati hazo ndio leo mara mtena nje vitilifi kae chama kama jana sio mbele kama jana nje ndio narogea na mimi sasa sitaki kuwa sabi leo mimi nataka nijisemee yangu mapema sauna huwa nimwambie baadhi na kutoa au ya kamaziwa hapo maji niko na mwagilia kwenye ua sasa nijanda ngebana naba eba mana rakutatse kabisa nisije no kwicira amasisi ya urayavuze amarero umuntu naceni bajenye nawo ukabwenge kubiri tuvura no hajya twokungu bumwe ukambwira tukaba babiri mumvikana nduzi umudugo tukatugana manutse tukabarukana yewe nduhutse tukaruhukana cyo ari byiza cyane kandi uyu munsi sishaka kunyishura shakiramo twikundanira je nawe kuko urusabira asike kowe na ubyinyi kandi si icyavu cyo cyo mategeko ikagenda neza sio ndio mablaga cyane kandi ndio business twikundanira wana ndio kora mtandawizi kushakunza cheke ni fry business uyu munsi ukunde uchingire yes hapa nimekufa nimetamani kabisa nani utaniona vipande hapa kama friends hapo sasa ndio kama taka kutani kila kitu sio utani yani uko serious none akuziye ko bakamurika akuziye nikamurika unavyumva neza kandi rero hajya ubona nguma nguvugisha neza ngufata neza kubera ko aho ushize isabo ushobora kuhatera ibuye urahabura wumva ese mapenzi anakuaga tena yo twebwe rero tungana ukungana tukunze tuhereza ilikuwa ni muda mzuri sana kufanya business kwa kweli. Mimi ndio nataka kufanya kama partner katika business fulani. Lakini tunaleta yani hata sielewi. Tumani ya business ndio binatugira hamwe no samara arashobora kuzuma agapapu asigara ndira ubu ariko ubu nayo kugenda bari asigara yitwa ugenda ema sekebesi
uryame uhindukire umwanya heza mbere utabiza soma kumbe wiyumvire kabisa ufata umwanya ukwiye jewe nzoza ntabazi ikibazo nje kurondera igihe bya bizinesi bita umwanya tuzovugana tuba twanavuganye bijya bintu ko tutangura kuraba ingene dushyira amashyirahamwe hamwe icyo nicyo gihambaye cyane tukagira amashyirahamwe ibindi byihoze tuvuga ibyo nanjye kuko ndabimirisa neza naba amahera akwiye kandi uzosohora amahera akwiye amahera yose uzoshyira muri bije jenzi yani mimi yangu kwenda kusiana hapo ni baraka ndio mambo yenyewe jambo mkuru sija jambo mkuru what hari mkuru bisi ana kama uko serious vile ya very serious uwongumbira vrema jewe izuru ryoba ryuruzi mimi sina la kukwambia kwa kweli anyway tuende nyumbani kama jinsi mnaambia nifikirie lakini ya makazi yako niumbire chizi So Nuria, mimi nimekuita hapa kwanza kabla ya Juni nitaka kutoka nikasema kwanza kuna maswali nataka kuuliza kidogo. Labda wewe ndio unaweza kunisaidia maswali kwa jini. Hivi ule baba yako hana maradhi yoyote? Maradhi like kuugua, sickness? Yes, like haumi pressure, diabetes or something, like maradhi tu makubwa yani kuhusu afya yake. Yuko mzima kabisa bukhari? Na Frexkia you care like unamjali. Well, haumi, ni mzima kiafya alhamdulillah, yuko strong, anafanyaga mazoezi. Ukitaka kujua chochote uliza kuhusu yeye, isipokuwa tu ana asthma, ni asthmatic problem sometimes, pumzi zinamwishia, just ni kawaida, anakuwa anatumia pump inamsaidia, lakini yani yuko healthy kabisa, yani utafikiri ni young. Uliza, ni mzima ya anapenda vitu, anakula anything vyovyote vile anakula, kuna sugar, matunda, vyote kama na kichwani mwake yuko sawa kabisa, hana tatizo lolote. 100%. He's a businessman. 100% anamiliki business. You know him. So, yani mtu mzima na akili zake timamu na afya, hana tatizo lolote. Okay. So, mimi nilikuwa na advice ama nataka kuambia mshauri tu kidogo na mshauri babako. Kamwambie ujumbe kutoka kwa Zahara. Anasema tafuta vizemba wenzako. Akatafute wazee wenzie. Unisikie Nuri? Yani mwambie mzee akatafute wazee wenzie, kwa sababu yani babako amenika kwenye koo. Nimejaribu kumuonesha kama anachokihitaji kwangu hakiwezekani, amenishinda. I don't know what to do. Really? Tatizo ni he's a man kama wanaume wengine. He has an education kama wewe, ana kazi, ana pesa, ni mzuri, ni mrefu, like seriously, like sikia Nuri, anikwambia kitu kimoja. Anakupenda, honestly, he really anakupenda sana. I don't care. Yani mimi si kwamba eti sisemi kwamba hana pesa. Najua is a businessman, yes. Najua ni mwanaume mwenye pesa zake, yes, but there's something called love. Mapenzi sio pesa. Mapenzi ni hisia, mapenzi ni roho, ikubaliane na kile ambacho unajihisi kwa mwenzako, vikutane vikubaliane. Sijisikii wala sifikiri wala sintohisi chochote kuhusu yule mzee. It's because haujampa chance, at least kwa rafiki yake. Naye unaona he try, anajitahidi vitu vingi, anakuletea zawadi, like just jitahidi uongee naye. Wewe ni mfanyakazi wangu mzuri sana, secretary mzuri, nimekuita ili ukamadvise babako. Hicho kitu kwangu mimi ni X.
Impossible. Sina muda naye, simuhitaji, sitaki penzi lake. Ajitahidi, ama we mtoto wake jitahidi mtafutie labda mtu ambaye unaona we age yake fulani ili waweze kupendana, mliwazi. Not Zahara, mimi sipo hapo. Niko busy with kama gisi unavyosema. Mimi siko kwenye age. Nataka kumaanisha mtafutie mtu ambaye anaweza kumfariji, labda kampenda. Ulisema mwenyewe ni roho ndio inachagua, na roho yake kuchagua wewe. So kama simpendi na kuaje? Lakini anakupenda. Then kama mimi simpendi na kuaje? Basi unaona kama anapoteza muda wake. No, mpe chance. Nenda naye out, ongea naye. Mpe chance ya Tel père tel fille kweli. Yaani baba kama mwana, au sio? Yaani mimi ninakupa ushauri kama mshauri babako. Hapa mimi sio kwenye age. Unajua hata mwanamke wa miaka 15 anaweza kupenda mwanaume wa miaka 60. Just is love. Au mwanamke wa miaka hata 60 anaweza kupenda mwanaume wa miaka 15. Just is love. Mimi chenye nipo hapo sipo kwenye age ama miaka. Niko kwenye hisia za mapenzi hazijakubaliana naye. Alafu tena kwa huyu muda I don't have time ya mapenzi yake yeye. Umenielewa? Kwa hiyo ndo tumshauri, mwambie Zahara kasema hailiwezekani hilo mzee. Juu unajua sababu gani nimekuza maradhi yake? Sababu sitaki kumtia maradhi yake labda kama na moyo awe na high pressure. Sitaki nifanye mimi niwe sababu ya maradhi yake kuwa makubwa. Basi mimi naona anahangaika, lakini mimi I'm not there. Unamuua tampa. I can't sasa nikamwambia kitu kama hicho. Ndio atafika na kufa. Hata kufa Mungu atamsaidia. Kwani mimi tu ndo mwanamke duniani? Ndio lakini basi mwambie kama uchaguzi wako umeenda wrong. Uchaguzi wako haukukubalika kwa Zahara. Anakutakia kheri, anakutakia upate mwanamke mzuri. Nitamwambia basi at least jifikirie. Think about it. Unajua toka lini nishajifikiria? Yaani sina hata huyo muda kusema nimpitishe kwenye akili yangu sababu simpendi, sina hisia zake. Simpendi. I don't, yani naona kama haliwezekani in short. That's it. Kwa hiyo ndio hicho tu nimekuitia nikwambie wewe unisaidie umueleweshe ili kesho mimi nisiwe sababu kwake. Asije kupata tatizo. Tena hilo naomba lielewe. Hata huko mwanamke itafikia wakati utapenda na mwanaume aidha ni mmoja au wawili watatu, lakini utachukua ule ambaye roho yako ina choose wewe. Sasa hauta force kitu ambacho haukijisikii. Maana na wewe ni mwanamke na unajua. Always unapenda kusema kama mimi nakuinspire, unanifuatilia mambo yangu. Yes. Na ndio gisi napenda unielewe. Usichukue hisia sababu ni baba alikuzaa. Ukachukua just feelings because is my father na pasha nimtetee. No. Jiwaze kama Auntie Zahara na roho yake haijafurahi hichi kitu na kuaje. Chukua side mbili. Yes, amenipenda ila mimi sijampenda. Sasa na wewe unapima mizani. Siwezi nikamforce Auntie Zahara amchukue mwanaume ambaye hampendi. Na vile vile na baba naye hawezi kaforce penzi ambapo halipo. Kwa hiyo wewe unaenda tu unamshauri kama mzee, unamwambia mzee pale haiwezekani, tafuta mwingine, namtakia khairi. Kwa kweli namtakia khairi, lakini kwangu mimi hilo haliwezekani. Sawa Nuri? Kaendelee kazi zako. Kamwambie ujumbe kutoka kwa Zahara. Anasema tafuta vizemba wenzako. Akatafute wazee wenzie. Unisikie Nuri? Mimi nimefika, niko hapa. Kidogo. Asante, nilikuwa nakusubiri. Ya, maana nilikuwa naongea na boss not so long ago. Kazi za leo Tumezimaliza, ilikuwa baada nje ya kazi. Mbona uko sawa? Nani? Yaani mawazo mengi. Matatizo gani? Yaani okay. Boss alinita leo. Yaani nilikuwa na furaha, nikafikiri maybe mambo ni mazuri, alikuwa anauliza kuhusu baba yangu, afya yake.
yani nikafurahi, nikajua anamjali, anataka kujua kuhusu yeye, all of these things. Afu baadaye anakuja kuniambia nimtafutie mzee mwenzake, nimtafutie gogo mwenzake. Yani haya maswala yatakuwa naanza kuhusu afya yake, haikuwa because anajali, it's because anataka nimtafute mwenye atamfariji. So yeye mwenyewe anajua kama baba yangu ni mwanamke wa kipekee ambao anaweza kumfariji, anampenda sana. Nimejitahidi gisi yote kumwambia basi ampe chance, wawe basi hata warafiki basi, like yani najua okay, najua wewe ni nafikiri kama kinyume na kazi best friend wake, mnashauriana kila kitu, hafanyi bila wewe. So naomba basi please jitahidi uongee naye, umwambie basi ajitahidi basi awe rafiki yake, aongee na baba yangu, waende out, unaona, ajipe ile chance, maybe atampenda. Like right now amemkataa moja kwa moja, yani hajui gisi yuko kimapenzi, hampi hata hiyo chance. At least ongea naye basi please. Kwa kweli Nuria kiufupi, bila kupita huku na huku wala kutuzungusha, nisikufiche, nikwambie tu kweli, hata mwenyewe binafsi naweza kushauri mzee wako mtafute mwingine, kwa sababu kama Yesu alisema. Sasa like what hivi, mbona ni mbaya? Kila mtu ni mzee, atafute wazee, sijui tatizo iko wapi? Ni mtu mzima, obviously kila mtu atazeeka, kila mtu like kwa nini mnamkata? Sio mbaya, ni mrefu, ni mzuri, anachekesha. Tuna mambo ya kazi kama maisha, tunaongea sana, ni mtu mwenyewe tunashauriana vipi sana, lakini bila kuficha, Busredi hana hata kidogo. Yani hana tu ule muda basi hata wakufikiria eti mapenzi. Yani tofauti na baba yako, sijawahi kusikia anazungumzia mwanaume wowote, sawa? Baada ya kifo cha mume wake, sasa hivi ana focus na kazi zake tu, mambo mengine hana tamda naye. Kiufupi, kwanza umefanya vizuri, hakutaka kumuumiza mzee wako, hakutaka kumdanganya, mwambie ndio afanye, lakini ni mwanamke mwenye iko hivi. Sawa, Busredi ni mwanamke iko hivi. Kitu akikipenda amekipenda. Kama akikwambia sipendi, ujue kabisa amekataa. Sio yule mtu kusema eti leo iko hivi kesho amebadilika. Busredi ni ule. Mwenye utaona leo Busredi ule na kesho yake habadilikaje. Sio yule binadamu wa kubadilika eti amdanganye baba yako na kupenda wakati ampendi. Sasa kwa hiyo kuliko mzee wako aendelee kusubiria kitu chenye hakitatokea, sawa? Aendelee kusubiria wala anawaza eti wenda ipo siku tabadilika. Hapana. Kivyangu kwa kweli, kama nilivyokuambia, weka chini, mshauri mzee wako, bila shaka anakupenda, atakusikia, sawa? Anakupenda, atakusikia na atakuelewa, umwambie tu kweli. Busredi hana hata mawazo naye kwa kweli. Yaani sijawahi kusikia tumeenda basi mzungumzia hata kama ana kitu hana mapenzi naye. Tena para wanawake ni wengi wamejaa hapo. Mashallah, wanawake wazuri, wasomi. Basi. Nashukuru. Basi amna tatizo. Taongea naye. Ndio. Sitaki kuongea naye mama. Sawa. Basi naenda nyumbani, maana nilikuwa nakusubiri naona kama utanisaidia, lakini bye.